Itakushangaza vile ambavyo unalitazama hili lidubwana. Mimi naweza kuliita lidubwana kwa sababu mpaka sasa hivi kikubwa kilichonileta hapa na kukutana na mzee wangu ni kutaka kufahamu ni kitu gani na huwa linatumika wakati gani. Lakini ukiliangalia kwa haraka haraka unaweza mfanano ukafananisha na kofia ambazo wazazi wetu au unaweza kusema babu zetu na mababa zetu walikuwa wakivaa wakati wakielekea shambani. Kikubwa walikuwa wakijikinga na jua wakati wakiendelea na shughuli ya kulima. Lakini niko hapa kuzungumza na mzee wangu ambaye huyu ni mtengenezaji na amekuwa akifanya shughuli ya kutengeneza mavitu haya kwa muda mrefu. Mimi jina langu naitwa Yusufu Msangazi, niko hapa kuzungumza na mzee wangu, ataanza kujitambulisha kwa majina yake, alafu atatuambia hichi ni kitu gani. Karibu mzee. Asante sana. Kwa majina yako? Kwa jina naitwa Rasi mzee wa Jaramba. Tumekuja leo kuzungumzia hili kitu. Unaweza kutuambia ni kitu gani? Hii ni kawa. Hili ni kawa la kufinikia chakula. Sio kofia. Okay. Sasa hivi matumizi yake yamekuaje? Matumizi yake kawa ni makubwa sana mpaka sasa bado yanatumika. Hapo mwanzoni walikuwa wanatumiaje? Mwanzoni ilikuwa ni kazi yake ni kufinika makawa. Haina kazi nyingine zaidi ya kufinikia makawa na kufikisha ujumbe. Kama yani alofinikiwa yani ana mwendo basi anaandikiwa maneno pia yani akilisoma yani ajue kama hili neno langu mimi. Pia linafundisha yani kwa upande mwingine. Ukisema mwendo unamaanisha kitu gani? Yani mtu wa kuchepuka. Lazima tuzungumze ukweli, mtu wa kuchepuka anaweza kapeleka ujumbe kwenye hili kawa kwamba nenda wendako fedhea ni yako. Yani limeandikwa jina hivi. Yani akisoma ile jina basi anakuwa mambo yote kashaelewa kwamba hili neno kaambiwa yeye kwamba nenda wendako fedhea ni yako. Yani unamaanisha ni mtoto wa kiume? Mtoto wa kiume. Yani ni kote linakwenda. Hata kwa mtoto wa kike vile ujumbe unamfikia. Kwamba apunguze mwendo yani lakini itakuwa fedhea ni yake. Hiyo ndio habari ya hili kawa ndio lilivyo kazi yake. Si lazima hili lipatikane, lazima liwekwe pale kwenye chakula cha bwana harusi, lazima lifinikwe kawa. Kwenye maharusi sasa hivi tumekuwa tuone kitu kama hichi. Hapana, sio kweli. Hivi vitu vinatumika mpaka leo, vipo maharusini. Maharusi ya ukumbini? Sana. Vipo. Huko ukumbini watu wamejiongeza tu wenyewe lakini hili lazima liwepo. Unaona bwana, watu wakaenda kwenye ukumbi kwamba hili wameliacha nyumbani, tu kazi yake imeisha. Ukumbini kuna kazi nyingine. Umeelewa bwana? Lakini hili kazi yake kubwa ni kufinika chakula, sio kofia. Na kufikisha ujumbe yani. Taratibu zikoje? Labda mtu akija kikuta limefunikwa, anaruhusiwa kufunua? Uruhusiwi kufungua kama ukuwekewa wewe. Ukilifungua itakuwa ni makosa, yani umefanya makosa. Hili linaekewa mtu special, aweza kwa baba mwenye nyumba au mume na mke wake kaekewa kawa anafungua. Wewe huwezi kuja ambaye umekuja na rafiki yako alafu fungue kawa, itakuwa umefanya makosa. Ili anafungua aliyewekewa. Ili kawa limewekwa kwa fulani basi ndio hivyo yani bwana huyu ndio anatakiwa kufungua ile kawa. Lakini mwingine yote haruhusi kufungua. Kwa nini maeneo mengine unafikiri alipo? Hapa ndio penyewe yani, hapa ndio mambo yote, hapa ndio pwani, hapa ndio penye mambo yote ya kinani ya kipwani yani haya makawa sana watu wa pwani ndio sana ndio makawa yao yani ndio shughuli zao. Kwa hiyo sisi tumeyakuta kwa wazee wetu na tunaendelea sana mpaka sasa hivi tunakwenda nayo. Umeelewa bwana? Huko bara kabisa wanatuiga tu. Lakini pia nao sasa hivi wako vizuri sana. Maana tunachora hapa na kwenda bara huko tunakwenda kuuza. Kwa hiyo yani kwamba imeenea yote. Hii Tanzania makawa yote hapo Tanzania. Wewe ni mtengenezaji. Ni kipindi gani ambacho kinakuwa kina mauzo mazuri ya makawa? Kipindi cha karibu na mwezi wa Ramadhani. Karibu na mwezi wa mfungo wa Ramadhani na kuwa yani watu wanaoana sana. Kwa hiyo watu wakioana sana makawa yanakuja mengi sana. Kwa hiyo inakuwa kazi yani inakuwa ni fresh kabisa, mambo yanakuwa ni mazuri. Kipindi hicho cha karibu na mwezi wa Ramadhani yani watu wanaoana sana. Wakioana basi lazima makawa tuchore sana sisi. Tunachora mpaka na za usiku hapo tunachora makawa. Kwa hiyo yani kipindi hicho ndio kinakuwa fresh kabisa yani kazi zetu zinakuwa ziko vizuri yani. Ina maana linatumika na mke na mume. Ndio kazi yake tu, mke na mume basi, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kulitumia. Ili anawekewa mume chakula na mume anafungua kwenye kile chakula, anafungua kawa, anaendelea na kula chakula na maneno tayari yashamtuliza yani. Sawa. Neno moja
maneno tayari yamemtuliza yale maneno, nenda wendako fedha ni yako. Na mengine ambayo mengine waweza kusema tulia asali ya watu usiyajali, yani ameshakakubali huyo. Kama limeandikwaje? Ngoja nisome mimi. Limeandikwa nimekuja kwa raha, sitaki karaha. Yani amekuja kwa shangwe na vigelegele. Kwa hiyo sasa usimletee maudhi yani. Ndio maana nimekuja kwa raha, sitaki karaha. Kwa hili neno la kwa moja kwa moja limetumwa kwa mwanaume. Hili limetumwa kwa mwanamume specially kabisa, kwamba bwana, mimi nimekuja kwa raha, sitaki karaha. Karaha yani ni maudhi yani yale ya umo kwa umo yani, mara hivi vijineno vidogodogo ambavyo havishi, ndio karaha. Mtazamaji wa Nyota Rays, tukiwa bado tunaangazia kawa, matumizi yake yakoje. Hapa nimekutana na bibi yangu ambaye yeye ni mtaalamu na ni mtumizi mkubwa sana wa kawa. Jina langu mimi naitwa Yusufu Msangazi kutoka Nyota Rays. Hapa ni Tanga. Tuambie, kawa lilikuwa linatumikaje na lina maana gani? Kawa maana yake ni kufinikia chakula. Na kipepeo kama umeme umezimika unampepea. Kwa sasa hivi watu wamekuwa hawayatumii makawa. Ni kwa nini unafikiri hawatumii makawa? Makawa ni adili ya hasili na haiwezi kuyachika. Bibi harusi hawezi kupelekwa kwa bwana harusi mpaka atimishiwe vitu hivi: miswala, makawa, vipepeo. Ina maana chakula cha mume kinapaswa kifunikwe na kawa. Kifunikwe chakula hata kama ni cha wageni. Umetayarisha chakula, baba hajaingia, unafinika chakula, akija anakuta chakula tayari na kawa lake limeandikwa, funua kwa tabasamu, chopo ndani ni kitamu. Kwa nini wamekuwa wakiambatanisha makawa na maneno hayo mazuri? Yale ni mambo ya asili, kwa sababu mautpoti yamekuja sasa hivi, lakini zamani kulikuwa hakuna mautpoti. Wanatumia makawa na mpaka sasa wanatumia makawa. Ina maana chakula kilichofunikwa na kawa na ambacho kipo wazi kinakuwa na utofauti gani? Kufinika kawa ni hadhi, umekisiri chakula chako. Na yule baba hakiwezi kuchafuka kile chakula, akija anakuta anafunua, anakula pamoja na wageni wake.